Yesu karibu anarudi, na karibu kwa sababu anarudi tunahitaji watu watakaokuwa wananena kwa lugha. Karapakarabashaka oresendarabakasira. Tufunze kuomba kwa kunena kwa lugha mara kwa mara. Kunena kwa lugha kunaruhusiwa au hakuruhusiwi? Neno kunena kwa lugha lisikuchanganye. Ni neno tu la Kiswahili. Maana ya neno kunena, sawa, maana yake kusema. Sawa. Alafu lugha maana yake ni sauti zenye mpangilio maalum zilizokubaliwa zitumike katika jamii hizo kwa mawasiliano. Hiyo ndo inaitwa lugha. Kwa hiyo tukikuta lugha ambayo haijakubalika kwenye jamii yoyote itumike kwa mawasiliano, mtu akiisema lugha hiyo hatuiti lugha hiyo, haina sifa za kuitwa lugha. Kwanza kwa hiyo hapo unaona mfano Kiswahili tunasema tunanena kwa lugha ya Kiswahili. Mimi tukirudi kwenye elimu dunia, mimi nafundisha somo la biolojia. Sawa? Sawa. Kuna kitu tunaita matendo ya hiari na matendo yasiyo ya hiari. Sawa. Sawa? Ehe. Tunaposema kunena kwa lugha haiji tu kihiari mtu tu unajisikia. Sawa. Yaani ili umezama kama ndo litakuja hayo maneno. Sio tu unaamua tu utembea hata sokoni unaanza kusema tu ngoja kidogo. Ile ni lugha ya kimungu. Kidogo sasa. Wewe umesema umesoma biolojia kidunia. Na mimi nataka nikuulize kidunia huko. Nikuulize hivi. Nini maana ya lugha? Lugha ni sauti za nasibu. Yenye kubeba maana iliyokubaliwa. Imekubaliwa wapi? Tuendelee kutoa maana. Ili zifikishe ujumbe sehemu iliyokusudiwa. Sawa. Sasa mimi ndio. Maana zimekubaliwa katika jamii, si ndio? Ndio. Hiyo ndo inaitwa lugha. Sasa tukianza sasa na lugha hiyo ambayo unakuja nayo iwe kihiari ama si kihiari, mimi sijalishi. Uniambie. Inapotoka woli shikara babalikanda baba shondele, si ndio? Nataka nikuulize, imekubalika hiyo lugha na jamii gani? Sababu mtumishi unapokuwa unaomba na kwa nini swali kidogo nijibu kama nilivyouliza swali. Haijakubaliwa na jamii yoyote. Unaiita lugha wakati haijakubalika, na lugha ili iitwe lugha mpaka iwe mbalika. Kwanza unatuongelesha kitu gani? Unatuongelesha kitu gani ambacho dunia na jamii haikikubali? Unatuongelesha kitu gani? Sio kwamba tunavyoongea zile lugha zinatumika kwenye maombi. Kidogo. Sio kwamba tunaongea na watu hivi. Pole sasa. Sasa mbona hiyo Pentekoste haikuwa kwenye maombi, ilikuwa ni kwenye kuongea na watu? Ndio maana watu wakasikia wakinena matendo makuu ya Mungu. Mbona mnatuchanganya? Naomba turudi Pentekoste. Samahani kidogo, turudi Pentekoste. Matendo 2:11. Anasema hivi. Wakirete na Waarabu tunawasikia hawa wakisema Wakirete na Waarabu kwa lugha zetu walisema matendo makuu ya Mungu. Si unaona walikuwa wanahubiri matendo makuu ya Mungu. Sasa wewe hiyo ya kuto kuhubiri na unaongea lugha na nini? Utakimbia, hakuna andiko utatoa hapa utakaa nalo, mimi nakwambia ukiwa na huo mtazamo. Hata kwa lugha tu za kibinadamu, nimekuuliza hapo kwa elimu ya dunia tu. Hiyo lugha ya woli shikara baba haikubaliki katika jamii. Haifai kuitwa lugha. Kwa nini mwambia watu mnanena kwa lugha na sio lugha? Kwani hiyo ni lugha gani? Ile sio tu utaongea mbele za watu, unaomba. Unavyokuwa unaomba inakuja. Sasa kama mnaomba inakuja na mko kwenye maombi. Sasa hiyo siku ya Pentekoste hawakuwa kwenye maombi, mnayanukuu ya nini? Kwa nini mnaenda kutudanganyia hapo? Msinukuu andiko la Pentekoste wakati wao walikuwa hawaombi. Mnatudanganyia hapo kwa nini kwenye Pentekoste?
Kwa nini mnaenda kunukuu Pentecoste hapo na mnaenda kutudanganyia hapo? Msitudanganyie hapo. Karibu mtumishi. Yaani mimi kitu ambacho nimeshangaa. Unajua hata na sisi tumesoma biology. Sasa mwalimu nadhani atakuwa anasikia. Atasikia. Mwalimu hata sisi tumesoma tena. Kuna yale matendo tunaita involuntary action na voluntary action. Kwamba kuna matendo ya uhiari na ambayo sio ya uhiari. Kwa mfano miayo. Huwezi ikatoa taarifa kwamba haya ndo miayo inakuja hiyo. Hapana, haiwezekani. Sasa kuongea mwalimu sio tendo ambalo sio la hiari, aliamua mwenyewe na halipo kwenye matendo yasiyo ya hiari. Ingia uta darasani. Yaani hata biology, mimi mwenyewe ninafundisha biology. Kuongea hakupo nje, hakupo sio involuntary action. Hiyo ni voluntary action. Naamua mwenyewe. Sasa ukituletea mambo ya speaking ni involuntary. Hapana. Ukatuambia ni involuntary, unatuletea nini? Hiyo roho ni gani? Na unasoma biology. Ni mwalimu wa biology. Pana mtu mnaenda mpaka debate kabisa anaruhusiwa kuchangia motion. Si ni involuntary? Ni voluntary. Karibu. Kwanza wale mnaosemaga lugha, wodi shikara baba. Hiyo haifai kuitwa lugha. Usije ukasema hata unanena kwa lugha. Sema ninaongea kila kinachokuja. Hiyo sio lugha. Hiyo ni nini hiyo? Alafu bado unakuta sio kwamba unanena wewe peke yako, mwingine amekaa kula na nena, mwingine kula anakaa, kila mmoja ananena kivyake, wala hakuna anayefasiri. Kwanza mimi hicho kitu nataka niwaambie hivi, msitudanganye, hiyo sio lugha. Kwa maana ya lugha, ningechukua hata dictionary hapa, kamusi. Kwa maana ya lugha, hiyo haiingii kwenye lugha. Kwa nini mnasema kunena kwa lugha? Kabisa. Haingii kwa lugha. Bora kindali kinaingia. Ukisema ninanena kwa lugha na unaongea kindali, mimi nakwambia uko sawa. Kwa sababu kindali ni lugha iliyokubalika katika jamii kwa ajili ya mawasiliano. Hii ya shikara baba ilikubalika na jamii gani? Natuambia kimalaika. Malaika anaongeaga hivyo. Ulishaenda kwa malaika Mikaeli na malaika nani? Na malaika ukakuta wanaongea shikara baba, naye anasema jikala baba. Worobubu shaka, naye anasema jigerebe shaka. Shaiona wapi? Malaika gani hao? Wacheni kututisha. Hakuna maana kweli, mimi nilishindwa maana mimi mpaka nilitoka nisielewe mpaka nanena. Yaani kama ni kweli, tubakini kwenye ukweli. Hapo hicho sio sahihi. Na ni kweli kabisa. Na utaenda kusoma 14:2. Mtu anaongea na nafsi yake. Unapoongea mtu na nafsi yake ndani ya moyo, huwezi kujua anaongea lugha gani. Huwezi. Si asikiki sauti. Mimi hapa natokea Kwesi Mbara kutoka Shomola. Lakini mganga wa kienyeji. Wewe ni mganga wa kienyeji Ndiyo. Karibu sana. Hapa tunakaribisha tu wote. Hao wenzetu wamejichanganya. Wachungaji hao wanaonena kwa lugha kujichanganya. Sawa. Hadi mganga wa kienyeji. Hii ni lugha yetu sisi waganga wa kienyeji. Yes, good. Kwa hiyo wanapokuja kutuingilia huko na pesa kwenye Kristo, huwa wanafanya makosa bila kujitambua. Yes. Sisi ni lugha ya kupigia hela kwa wajinga. Na sasa wao wameichukua kuipeleka kanisani kwenda kupigia hela. Wamewanyang'anya hela washindwe kwa jina la Yesu. Hebu warudi kufuata maandiko kwenye Biblia. Ndio maana sisi waganga kienyeji Biblia tuligeuza kwa sababu tunajua ndio tunafanya. Kwa hiyo watuachie kazi zetu, wasitengeze kazi ya Mungu. Jamani, haki ya waganga tuwapeni. Na hiyo kwa kweli hiyo ni ya waganga kabisa. Sasa mganga. Sasa mganga